unakunywa maji unalala, unaambia mgeni ukija kwangu jua kwamba unakunywa maji unalala. Amesema amefurahia hii madhabahu sana, vile amefurahia uchezaji wa watoto, amefurahia uimbaji wetu. Anaona kweli hapa mahali panafaa kuwa hata yeye. Amen. Sababu nimesema hii ni KTMC Huruma. Tunacheza na magoti. Mwambie Mungu shuka, na Mungu anashuka, anaonekana. Wacha tumwambie anapopanda kama madhabahu. Baba wetu na Mungu na Mfalme, katika jina la Yesu. Wewe ni Alfa na Omega. Mungu wa majeshi, nyumba hii imebarikiwa sababu na wageni ndani. Baba, Mungu wa majeshi, mpe aliyo yako. Mtoe yake, mpe yako. Atakaposimama kuhuduma hiyo mfamamani, umpe hekima na maarifa mtakatifu. Baba, ajue chakula cha uhai. Apatane na udongo ule na rotuba. Anapomwaga hii mbegu, mfalme achabika mbele kazae zaidi. Baba, kila mmoja ulibida kwa jina lako mfalme. Ni asante sababu mtumishi wako atakapopanda kufanya kazi yako, neema yako itoshe. Ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Makofi. Nakushukuru kwa sababu hii madhabahu Jehova. Najua leo inaenda kuwezekana. Mali hakuna njia unaenda kufungua Bwana majeshi. Mungu wetu unaweza. Na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Nakushukuru kwa hiyo machache. Nasema na utukufu ikakurudie. Amen. Amen. Kila mmoja hii nyumba, msitoke vile mlikuja. Lazima kukuwe na kitu mpya ndani ya maisha yenu. Najua kule nyumbani wakati mambo ni mazito, hapa leo kitawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu naitwa Harold Chumba. Mimi ni pastor, napenda kuhubiri Injili na Mungu anaenda kuwatenda mema katika jina la Yesu. Leo tutasoma Ufalme wa Pili kuanzia 4 mpaka 8. Nani atatusomea? Ufalme wa Pili 4, tunaanzia mstari wake wa 8. Leo ujumbe wangu siku ya leo
nataka niseme ya kwamba kuna urejesho. Wakati nabii ananena katika maisha yako, wakati nabii Mungu anampatia nafasi aongee katika maisha yako, nani yote ilipangwa kinyume na maisha yako, siku ya leo Mungu anaenda kuifikisha mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuanzia leo mabeni itafunguka na kile nabii alitabiri katika maisha yenu itarekeshwa. Amen. Nani atatusomea? Ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Twende pole pole. Wakati nani nasema kwamba wakati mkutana na akakutana na nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile aingie kula chakula. Yes. Yule mwanamke akamwambia mumewe, Yes. tazama, mimi ninaona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtakatifu wa Mungu. Yes, fikisha hapo. Wakati unatembea, mimi nasema kwamba mwanamke akaona huyu ni mtumishi wa Mungu na yeye anakaa utakatifu wa Bwana, na kulingana jinsi yeye anatembea, kuna kitu ambayo Mungu anaweka katikati ya maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mama anaona kwamba huyu mtu si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda mama sana. Wakati tunatembea tunajua kwamba kuna watu wanatuombea. Wakati tukienda njia hii tunajua kwamba tuna waombezi. Mama akisimama na wewe maisha yako najua itafunguliwa. Tulie mtumishi wa Bwana. Mstari wa 10. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo. Tunakuomba tumfanyie chumba kidogo. Ukutani. Na ndani yake tumwekee kitanda. Na ndani yake tumwekee kitanda. Na meza na kiti na kinara cha taa. Na itakuwa atutiapo ataingia humo. Bwana Yesu asifiwe. Mama anaona mtumishi wa Bwana, lakini nampia Bwana yake, nataka tumchukue tumjengee nyumba hapa kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Najua ya kwamba mama nampia Bwana yake, nataka leo tuchukue huyu mtu, maana anakaa mtumishi wa Bwana, ataishi kwetu, atakula kwetu na atalala kwetu. Bwana apewe sifa. Kuna njia inaenda kufunguka, kuna baraka inaenda kunena leo. Najua pale unapolemewa kuna nguvu ya Bwana inaenda kuongea. Mimi mwenyewe anajua kile unapitia. Mimi hata nikisimama hapa siwezi jua unapitia nini, ni nini nakutesa, lakini mama anasema leo, maana huyu anakaa hivi, tumchekee. Tuendelee mstari wa 10. Ikawa siku moja akafika kule. Akaingia katika chumba kile akalala. Akaingia. Akamwambia Gehazi. Akiambia Gehazi, mtumishi wake. Mwite yule Mshunami. Mwite yule Mshunami. Haya alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. Nasema leo kuna neema inashuka siku ya leo. Nyumba hii ni nyumba inaenda kubarikiwa. Kuna nguvu inaenda kuongea siku ya leo. Najua ya kwamba napitia mazito, najua ya kwamba takunena kutosha, lakini kuanzia siku ya leo neema yake inaanza kufunguka, milango zako zinaanza kufunguka katika jina la Yesu. Tuendelee. Tazama wewe nimekutunza sana namna hii. Mtumishi wa Mungu huyo, utendewe nini basi? Uombe neno kwa mfalme, ama kwa amini ya jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi nakaa katikati ya watu wangu mwenyewe. Akasema basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika ana mwana. Fikisha hapo. Nikasema ya kwamba huyu mwanamke hakuna kitu alikosa. Kama ni utajiri, alikuwa na utajiri wa
alikuwa na magari ya kutosha, lakini leo unamuuliza unataka kufanyiwe nini? Mtumishi wa Bwana aliko hapa akahubiri juu ya maisha yako, lakini wewe una haja na hizo vitu zote. Kuna kitu ambayo inasumbua ndani ya moyo wako, kuna mateso ambayo uko nayo ndani ya maisha yako, lakini leo mtumishi wa Bwana anaenda kuongea na wewe, na kuongea na wewe na juu ya kwamba maisha yako itakuwa kawaida tena. Na bwana wake ni mzee, akamwambia mwihi aliyekwisha kumwita akasimama mlangoni, akasema yes, 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 yes. Fikisha hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Nikisema siku ya leo, nyumba yako inaenda kutabiriwa leo, maisha yako inaenda kufunguliwa siku ya leo. Maana Biblia inasema leo, nabii anamwambia utachukua mimba. Yeye anajiona katika hilo unyonge aliyesimama katikati yake. Na mimi nikwambia leo, usiangalie unyonge wako, angalia kile Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Najua kwamba unapitia mazito, najua kwamba hata wengine mnapata mimba zinatoka, unashinda ukilia, wewe ni mgonjwa, unashinda Mungu wangu atatoka wapi? Hii madhabahu inakwambia leo, Mungu anasimama hapa siku ya leo. Simama kubariki leo, simama inue imani yako, simama kutetea siku ya leo. Najua kuanzia siku ya leo ukitoka hapa, Bwana anaenda kutenda kitu katika maisha yako. Tuendelee mtumishi wa Bwana. Akazaa mtoto mume. Wakati huo huo mwakani, kama Elisha alipomwambia, hata kama vile mtoto aliyokuwa yes, yes, yes. Tufikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema leo kuna wababa juu uchungu wa mtoto, lakini neno nasema leo mtoto anaenda kwa shamba, anampia baba yake, nasikia kichwa yangu inauma, lakini hakuna baba anashughulika. Baba anasema leo edukaita mtoto wa baba, mama mwenye mtoto. Nasema siku ya leo baraka zako zikiingia, siku ya leo kuna ule anaenda kujitoa. Ni Bwana anaenda kufungua maisha yako, ni Bwana anaenda kuongea na wewe, ni Bwana anaenda kuongea na familia yako, ni Bwana anaenda kuinua maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea mtumishi wa Mungu.